nafsi yangu haya, maana mimi ni chombo katika mikono yako. Ninaomba Bwana ukubali kunitumia ili makusudi yako yakaweze kuachiliwa juu ya watu hawa Bwana. Nimejinyenyekea na kujisalimisha Bwana, nitumie katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Unaweza inua mikono yako hapa juu ukaweza kunisaidia kushangilia Bwana in the house of God, in the mighty name of the Lord. Tushangilie, 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 tushangilie. Hallelujah. Naomba ugeukie mwenzako ukaweza kumsalimia, mwambie this is your day. Mwambie this is your day. Amen. Kwa hivyo unaweza sasa kumkaribisha kwa kiti chake cha baraka in the name of Jesus. Roho yangu umsifu Bwana, na yote jina lake. Wale ambao ni mara yenu ya kwanza kushiriki nasi, nachukua nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa kanisa hili kuwapatia mapokezi ya baraka, mkajisikie mkiwa mahali panapo stahili. Sio nyumbani kwenu, ni katika miguuni pa Bwana. Bwana sifiwe. Madhabahu haya ni baadhi ya makanisa ya Christian Foundation Fellowship chini ya Daktari Ambassador Harrison Ng'ang'a, ambaye ndiye mzazi na mwashirishi wa huduma hii. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo ukaweza kujisikia ukiwa mahali panapofaa katika miguuni pa uwepo wa Bwana. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo nataka nilete neno la Bwana kama vile amenena na mimi wiki hii, na kwa hivyo ninataka kuongea kuhusu imani ambayo inaondoa milima. Faith that moves mountain. Imani ambayo inaondoa milima. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kuna imani ambayo inaweza kuwa tu iko hapo na hakuna kitu inafanya. Maana imani ndio iondoe milima. Tutaona inastahili kuwa standard gani. Bwana asifiwe. Maana ndio ukaweze kuambia mlima uondoke. Bwana asifiwe. Kuna ile kiwango, kuna ile standard ya faith ambao unastahili kuwa nayo, na kipimo imepatiana na Bible. Kama utanenea mlima uondoke na ukaweze kutii mamlaka ambayo muamini yeyote amepatiwa, imani yake lazima ifikie kiwango fulani. Na kwa hivyo ninaomba unisipatie sikio lako na tutaweza kubarikiwa. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 17 na ule mstari wa 20. Mathayo mlango wa 17 na mstari wa 20. Faith that moves mountain. Imani ambayo inaondoa milima. Nataka Mkristo msafiri mwenzangu uelewe, kuna mambo katika maisha yako ambayo haustahili kuombea. Sema amen. Kuna mambo unastahili uongee. Maana a believer kuna mamlaka amepatiwa katika ulimi wake. Bwana sifiwe. Kuna mambo ya kuombea na kuna mambo ya kunenea ikaweza kutendeka. Bwana sifiwe. Na ndio Bible inasema akawajibu, kwa sababu ya imani yenu dogo. Ninawaambia kweli, mkiwa na imani kama punje dogo ya haradali, mtaomba mlima huu, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende pale, na huo mlima utaondoka. Wala hakutakuwa na jambo lisilowezekana kwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha Mkristo a believer anastahili atembee na imani ambayo iko dogo kabisa, ni kiwango ya mbegu ya haradali. Bwana asifiwe. Na muamini akitembea na hiyo imani, ni kumaanisha kuna vitu ataweza kutamuka na mbingu itafanya zikaweze kutendeka. Bwana asifiwe. Maana believer ama muamini kuna mamlaka na uwezo amepatiwa. Na ndio unaona wakati Yesu alichagua wale 12, Bible inasema baada ya kuwaita aliwapatia nguvu na mamlaka, na akaweza kuwapatia uwezo.
akawaambia mtaweka mikono juu ya wagonjwa na wataweza kupona. Mtawekelea wale wenye ukoma mikono na ukoma utaweza kwenda. Bwana asifiwe. Mtaambia pepo iende bila kuomba, in the name of Jesus, na hiyo pepo itasema yes afande. Bwana asifiwe. Maana Mkristo kuna mamlaka amepatiwa, na kwa hivyo nimekuja kutrigger your heart. Bwana asifiwe. Ujue wewe sio mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambaye umewekwa kwa mdomo wako, na ndio nilikwambia asubuhi uchunge mdomo wako ukaweze kufuga. Bwana asifiwe. Maana baraka nyingi ambazo Mungu ataachilia katika maisha yako, mlango wake ni mdomo wako. Kwa hivyo lazima uelewe vile unastahili kutumia mdomo wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mtoto aliletwa kwa Yesu akiwa amepagawa na mapepo. Wanafunzi wanasema in the name of Jesus, pepo haiendi. Bwana asifiwe. Inawaangalia hivi, wanasema tumerudie mara ya 7, wewe pepo enda. Haiendi. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa imani ya wanafunzi wale haikuwa imefikia kiwango ambaye Mkristo wa chini anastahili kuwa na hiyo imani. Na kwa hivyo akajibu, kwa sababu alimuuliza. Bwana asifiwe. Akasema kwa sababu nyinyi, kwa sababu ya imani yenu dogo. Kwa hivyo muamini akiwa na imani dogo, Bwana asifiwe, ataambia mlima uende na hautaenda. Kwa hivyo imani ambayo ni dogo kabisa ama ile ya chini ni imani ya mbegu ya hadari, faith of a mustard seed. Na ukisoma Bible, mtu wa mustard inasemekanaga mbegu yake ni dogo sana, na ukimea ukikua unakuwaga ni mti mkubwa kulingana na Injili. Na ndege huwa wanakuja kwa matawi yake, wanajenga viota. Watu huwa wanajenga viti pale chini ili wakaweze kufurahia ule ufuri. Maana kabego yake ni dogo, lakini ikapandwa inakuwaga mti kubwa wakati umeweza kumea. Na Mkristo yeyote ambaye imani yake iko chini kabisa, yule tunaweza sema ako flat kabisa, anastahili imani yake iwe kama mustard seed. Na ikiwa namna hiyo, kwa Mungu sio dogo. Maana Bible inasema utauambia mlima ukaweza kuondoka, na huo mlima utaweza kuondoka. Na kwa hivyo kuna vitu katika maisha yako, kuna vitu za kunenea. Unasema nimesema jambo liteteke, na linaweza kutendeka. Na tunaona Mungu pale in the beginning alisema let there be. Yeye hakuomba ate ninaomba kuwe na jua na kuwe na mwezi na nyota. Yeye hakuomba, alisema let there be. Bwana asifiwe. Na wakati alisema aliweza kutamuka, maana yeye ako na imani na neno lake kama Mungu. Mbingu iliweza kutekeleza hiyo katika jina la Bwana. Na kwa hivyo Mkristo aelewe kuna mamlaka amebeba, na hiyo mamlaka iko katika ulimi wako. Ndio Bible inasema katika Proverbs ya kwamba don't you know the power of life and power of death is in your mouth, is in your tongue. Na ndio Yakobo anasema ulimi ni kakiugo kidogo, lakini ni kama kiberiti. Maana kamuti ya kiberiti ukiangalia kana kuwaga kadogo, ukifanya hivi kanaazaga kuwaka, lakini kanaweza ugusa nyumba yako yote, arabu kaende kwa jirani. Jirani kama atapuuza hiyo moto, itaenda kwa huyo mwingine, na kijiji moja ikaweza kuchomeka. Na ni kamuti tu kamoja kakiberiti kameweza kuwakishwa. Na kwa hivyo katika ulimi wako umebeba baraka zako. Wengine hapa mambo haitendeki, maana hawajui kuongea, hawajui kuongea na Mungu. Ile mambo wanastahili waseme ikue, wanaendaga kuomba. Bwana asifiwe. Na Mungu akiona namna hiyo, anaona hatuelewi principle za ufalme wake. Maana ufalme wa Mungu uko na kanuni na masharti yake, na ni vizuri uelewe principle za Bwana. Ni kama sasa unataka kuwa na pesa mingi, unastahili upayane. Bwana asifiwe. Hapana aenda kuomba pesa. Na mimi ninahubiri hii mkaweze kufunguka. Ukitaka mali ikaweze kuja, lazima ukubali kunyosha mkono wako. Maana Bible inasema give and it shall be given back unto you. Bwana asifiwe. Yani upatiane na wewe utapatiwa. Ndio Yesu akasema it is more blessed to give even than to receive. Kwa hivyo kama unataka hata watu walete vitu katika maisha yako, lazima na wewe siri ambazo uko nazo ukaweze kuachilia. Ndio wewe ukiachilia utaweza hiyo mkono ukirudi, kuna vitu utaweza kuwekwa.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiende kuomba pesa, ni zile uko nazo utoe kwa Mungu. Ni zile uko nazo usaidie wajane na mayatima, uguze maisha ya mtu wawe anasema silalagi chini kwa bao. Hii mattress nilipatiwa na pastor, na kwa hivyo akijigeuza anasema pastor mkumbuke. Na kwa hivyo akasema kwa sababu ya imani yenu dogo ninawaambia kweli, hakuwaficha. He answered because of your little faith, your lack of trust and confidence in me. Kwa hivyo imani ikiwa threshold ya Mungu, ikiwa chini ya kiwango ya Mungu, ni kumaanisha hata wewe kutumainia Bwana inakuwa ni adimu. Ni kumaanisha hata wewe kusema unagojea Mungu, utakuwa tu unasema kwa mdomo, lakini ndani yako unajua utaenda kutafuta msaada mahali pengine. Ndio Bible inasema your lack of trust and confidence. Kwa hivyo Mkristo ambaye hana faith, hana trust na Mungu, hana confidence, praise God. Ndio Bible inasema katika Waebrania 11 mstari wa kwanza, mimi nasoma yangu, inasema now faith is a substance of things hoped for, evidence of things that are not seen. Ya kwamba imani ni bayana, nipatie hiyo, ya mambo ambayo hayaonekani. Kwa hivyo imani huwa inaamini ile mambo ambayo haionekani. Faith is a substance of things that are hoped for. Bwana Yesu asifiwe. Na Mkristo lazima ajue ya kwamba anastahili awe na imani ndani yake. Maana wewe kama huna faith ni kama Samson ambaye amenyolewa. Maana Samson ambaye amenyolewa anaambiwa maadui anakuja, anafanya hivi, anasikia hakuna kitu. Samson ambaye akona power na akona faith anaambiwa wamekugojea kwa ile gate, hata wamenigojea, anaenda usiku, anashika gate pande ile na hii, anaiwekelea hapa, anaenda anaitupa kwa mto ya jirani, na Mungu anaitwa Mungu. Huyo ni Samson ambaye anatembea na Bwana. Praise God. Na wewe sasa ndiwe Samson wa leo, ama wewe ndiwe uko utembee na faith. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bible inasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yanayotarajiwa. Kwa hivyo kama unasema uko na faith, na ndio hiyo imani iondoe milima, lazima uwe na uhakika wa hiyo mambo ambayo unatarajia. Na hiyo ndio tofauti yako na mtu ya dunia. Maana mtu wa dunia anategemea farasi, anategemea magari ya vita, huwa anahesabu ile pesa akonayo kwa account, anaona uhai wake na kesho yake imebebwa na the bara ile iko kwa account. Anasahau ya kwamba Mungu anaweza kujia uhai, amwambie sasa baki wewe nipatie ile uhai nilikupatia. Kwa hivyo kuwa na faith ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo unatarajia. Kwa hivyo ni kumaanisha Mkristo yeyote ambaye anatembea na Bwana na imani yake iko kama masazi, lazima akuwe kama mama ambaye anatarajia. Na mama ambaye anatarajia mtoto anajuaga siku zake zikikaribia, anakuaga na appointment na daktari, inaitwa prenatal clinic. Ama ni gani hii nayo? Okay, nyamazeni. Anaendaga sasa clinic, anaenda kuangaliwa mtoto amekaa namna gani, anakuaga anatarajia. Hata ukiangalia zile tabia ako nazo, unaonaga huyu mama anatarajia mtoto. Na yeye Mkristo ambaye ako na faith akae akitarajia ya kwamba mlango unaweza funguka. Mungu anaweza tuma msaada kutoka kwa hata adui. Mungu anaweza tuma kuguru ikaweza kunilisha. Wewe ukiwa Mkristo wa imani, hata kama uko kwa jagwa, unakuwa na faith ya kwamba Mungu anaweza tuma yeyote, anaweza tumia chochote, hata adui yako. Tunaona kwa Bible alitumia hata wanyama. Kwa hivyo ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo inatarajiwa. Kwa hivyo imani ya masazi inakuwa na expectation. Na hakuna kitu baya kama kukaa katika maisha haya na utarajii ya kwamba milango itafunguka, ya kwamba mambo yako itakuwa sawa, ya kwamba ile nyumba huwa natamani kukaa nitakaa, ya kwamba watoto wangu wamekuwa nafukuzwa shule, ninajua Mungu atanibariki abundantly na hawatakuwa nafukuzwa. Bwana asifiwe. Yani unakuwa na hayo matarajio. Huyo ni muamini ambaye ako na faith. Na hiyo faith si ninaomba uwe nayo katika jina la Bwana. Ukitembea unatembea ukitarajia. Na kwa hivyo ni kuwa na uhakika wa yale mambo ambayo yanatarajiwa. Ni udhahiri wa mambo yasionekana. Kwa hivyo ni kumaanisha faith ni kama kamera.
Kamera ile kubwa inaweza toa chebechebe ya kitu kutoka kwa ile duka ya ahadi, ikaweza kumagnify, ikaweza kuileta hapa. Na ndio unaonaga wale wanahabari wanaedaga na hizo makamera kubwa, anaweza izoom, akaweza kutoa mtu akiwa pale, amulete karibu mpaka tuone ni nani na akobali. Na hivyo ndivyo imani ikiwa ndani ya Mkristo huwa inafanya. Haitakagi kuona evidence, inatakaga kutoa zile vitu ambavyo haziwezi onekana na hayo macho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unakuwa na uhakika wa mambo yanayotarajiwa, ni udhahiri wa mambo yasionekana. Kwa hivyo ni kumaanisha kama imani yako itaondoa milima, lazima ukubali kuna mambo ambayo, na ndio Isaiah 64 and verse 3. Give me that verse. The Bible says the things that have never been seen, mambo ambayo haijawahi onekana, ambayo haijawahi sikika na masikio na hata haijaingia ndani, hayo ndio Mungu amewawekea wale watu ambao wanamtumainia. Na kwa hivyo iko mambo ambayo macho haya mawili ulipatiwa na wazazi wako wakati ulizaliwa. Kuna mambo haionagi. Hii inaonaga vile pasta amefaa, lakini haionagi ile kitu ambayo iko ndani. Kwa maana ulipofanya mambo ya kutisha ambayo hatukutarajia. Kwa hivyo Mungu ana uwezo wa kufanya mambo ya kutisha, na ninaomba afanye in your life in the mighty name of the Lord. Mambo ya kutisha ndio ifanyike katika maisha yako. Lazima ujenge imani yako, lazima ukaweze kuinua ifikie ile kiwango ya mustard seed. Wakati ulifanya mambo ya kutisha ambayo hatukutarajia, ulishuka nayo mlimani, ulishuka nayo milima ikatetemeka mbele yako. When you did awesome and amazing things which we did not expect, you came down at Sinai, katika mlima Sinai, the mountain quaked at your presence. Na ndio unaona waliambia Musa wanataka kwenda kwa Mungu. Musa akawaambia ni sawa, nifuateni. Wakati walienda karibu na mlima, wakaona lightnings, wakaona umeme, wakaona vile mlima unatetemeka. Wakaambia Musa, unajua namna gani? Sisi hatutaki. Wewe enda akupatie maripoti ukaweze kutuletea. Maana hata mlima yenyewe ya Sinai ilikuwa na moto, ilikuwa inatoa mfuke kama utukufu wa Bwana. Wakaweza kuogopa, na ndio wakaambia Musa, enda akuambie alafu ukaweze kutuletea. Mungu akona uwezo wa kufanya yale mambo ambayo haujatarajia. Na ndio ni vizuri kukaa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio ni vizuri kukatalia katika uweponi pa Bwana ili hayo mambo itendeke. When you did awesome and amazing things which did not expect, you came down at Sinai, the mountain quaked at your presence. Give me that verse ambayo inasema things that have never been seen, mambo ambayo haijawahi onekana. Kwa hivyo iko mambo ambayo haujawahi ona, na ni Mungu amekuwekea. Na hakuna hasara kama ukienda mbinguni Mungu anakuambia, unajua nini? Hii gari ilikuwaga yako, hii nyumba ilikuwaga yako, ulikuwa unastahili kuishi maisha aina hii ukiwa duniani, lakini kulingana na imani yako ilikuwa chini ya threshold, ilikuwa kiwango yako ya chini. Na kwa hivyo hiyo mambo haugezoom ukaweza kuileta karibu. Ninaombea imani yako leo katika jina la Bwana. I pray for your faith in Jesus name. Na ndio unaona the disciples of Jesus Christ, the Bible says they went to him, wakamwambia, Master, Rabbi, increase our faith. Hii ndio inastahili kuwa ombi lako siku ya leo. I pray for your faith in Jesus name. Mimi ninaombea imani yako msikilizaji wangu. Wewe msafiri mwenzangu, naombea imani yako Mungu akainue katika jina la Bwana, ukaweza kuleta ile mambo haionekani karibu na ikaweza kutendeka. Give me that verse in the name of the Lord. Na kwa hivyo small faith can overcome obstacles. Ni vizuri uelewe, small of faith, imani dogo kama mbegu ya haradali, inaweza overcome obstacles. Obstacles ni barriers ni vikwazo na zile vizuizi mtoto wa Mungu huwekewa mbele yake wakati kuna breakthrough, wakati Mungu anataka kufungua asante ndo, wakati Mungu anataka kuelevate maisha yako. Adui anajuaga, anakujaga, anaweka roadblock katika aga yako. Na ndio tunasemaga tuombe maombi ya spiritual warfare, ndio ukaweza kupigana ili kile ambacho kimekoma kule kikaweze kuletwa karibu, kikawe manifested. Na kwa hivyo niite nami nitakuitika na kukuambia mambo makuu yasiyochunguzika usiyojua. Bwana asifiwe. Nataka hiyo verse ambayo inasema things that have never been seen,
or heard, nor have they entered in the heart of man, that the Lord has prepared for those who wait for him. Iko katika Isaia 64, hata Paulo ameitaja hapo 64, iangalie utaweza kuipata. Kwa hivyo imani huwa ina shida vikwazo, na kwa hivyo iko mambo ina shida wewe katika maisha yako, ni kumaanisha imani yako iko chini, na ndio Mungu ajue wewe ni wake, lazima ajaribu imani yako. Na ndio unaona gari ikitengenezwa lazima iende road test, lazima iwekwe kwa barabara. Ndege ikitengenezwa lazima ipatiwe rubani apae nayo, na anaambiwa siende juu sana, ionekane kama iko sawa. Na kwa hivyo wewe ukiwa na faith ni vizuri ujue itakuwa tested, ndio ionekane kama ni genuine faith. Praise God. Na kwa hivyo faith is a spiritual force that enables believer to experience supernatural breakthrough. Ya kwamba imani, it is a spiritual force. Faith ni nguvu za kiroho, it is a force ambayo inasababisha kuwe na supernatural breakthrough. Supernatural breakthrough ni kumaanisha kwamba mambo inatendeka ambayo haukutarajia, milango inafunguka ile ambayo hauko unatarajia, mambo inaanza kumove na wewe haujahusika, ni kwa sababu ya imani yako. It is a spiritual force ambayo huwa inaleta supernatural breakthrough. Mountains in our lives represent obstacles and barriers. Milima katika maisha yetu inamaanisha vikwazo na ile mambo gumu ambayo tunapitia. So when we are talking about utauambia mlima huu, tunaongea kuhusu ile mashida unapitia, tunaongea kuhusu hilo jambo ambalo unaliangalia. Unasema Mungu usipokuja na usitumane, mimi sioni kama nitaendelea. Na Bible inasema unene hiyo mambo. Nisalimieni katika jina la Bwana. Things that have never been seen or heard, hiyo ndio nataka. Kwa hivyo mountain in our life represent obstacles, challenges and impossible situation, ile mambo ambayo haiwezekani. Na ndio unaona mtu kama Peter, wakati wanafunzi walikuwa kwa mashua, waliona mtu ni kama jini, ni kama pepo anatembea kwa maji, na imani ya Peter ilikuwa juu. Na wale wengine wanafunzi wake akina Bartholomayo na Filipo na Adeleo wakasema hii ni pepo, hino ni goma. Lakini Peter akapima akasema ni Yesu. Lakini akamwambia kama ni wewe niamuru nije, maana wanaona kitu ambaye inatembea kwa maji. Na mtu kuongea ukweli kulingana na science, any obstacle ambaye iko na uzito ukiweka kwa maji huwa inazama. Kwa hivyo lakini huyu anatembea na hazami. Yesu akamwambia jo, na yeye akatembea juu ya maji, maana aliitwa na wengine hawakutembea. Ni kumaanisha ukiwa na faith kuna mambo utafanyiwa na utafanya, wengine wataonea kwa visasa, maana inategemea na your faith. Na kwa hivyo ndio milango yako ifunguke, ndio mambo yako iache kusonga. Bwana asifiwe. Fanyia imani yako kazi, na imani inakuja, faith come by hearing and hearing the word of God. Ndio ukawe na imani lazima uwe mtu wa kusikiza na kusikiza neno la Bwana. There is no way you can have faith and you don't listen the word of God. There is no way whatsoever it cannot happen under the sun. Kama wewe hapana fungua sikio lako ukaweza kusikia neno, maana ndio imani ije, lazima ufungue mlango wako wa kusikia neno wa sikio lako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo faith is the foundation of Christian life. Imani ndio msingi wa Mkristo. Kila kitu iko na msingi. Wale ambao kama mimi, msingi wangu mimi nimelelewa kanisani, na ndio unaona kama kwetu mtu akitaka kuhubiri, si mliona ndugu yangu vile alitandika injili hapa na Kikuyu? Alitandika. Maana sasa kwetu tulilelewa kanisani. Kwetu kama hugeenda Sunday school, unajua hiyo ni kichapo jioni direct. Hata kama ungeangalia mama, hata wakati mwingine nilimwangalia nikaona ninamwambia sijui najifanya mzuri, unafikiria amesahau, nasikia ananiambia kuja. Sisi hatukuwa ati unawekewa kesho unamaliziwa hapo mbele ya wengine. Naulizwa nigua haukuwa nayo, hapana. Nasema haikuwa safi. Naulizwa ulikuwa unataka nifue, nasema sasa sijui imetaruka. Naambia ungeenda nayo. Sasa msingi yetu ni ya kanisa.
Sasa kwetu ndio unaona sasa, hata Nyabu na Melissa uliona hapa anainua mikono anatembea. Hata nimesikia amekope dimi zangu anasema Raikabuna kwa nyumba. Maana sasa misigi yetu ni ya kanisa. Hata huyu nilitoa kanisa ni wa independent. Kwa hivyo sasa imani ndio msingi wa Mkristo. Kila nyumba inakuwaga na foundation. Kila ndoa inakuwaga na foundation. Na ndio wale mlitokea kwa dirisha, ulienda na maharagwe na mahidi ya kusiagwa ya gorogoro, na ukaenda na chodo na mkebe ili ya kupima, ulioreka nayo. Ni vizuri sasa ukuja kwa pastor, nisalimieni, uambie pastor nataka kutengeneza mambo yako ndio ndoa yako iwe na nini. Maana kama ulitokea kwa dirisha, unajua ni dada yako ama ni nani? Uli anatokea kwa dirisha. Ni dada yake. Aliona murago iko bali sana, akaona the nearest exit ni dirisha. Sasa wanamgojea hakurudi. Ni kama ile jiwa ilitumwa na Noa. Alifungua dirisha akaituma, hairudi. Alienda akiedaga. Sasa ndoa kama hiyo kusimama inakuwa ni challenge, maana haina foundation. Na ndio ni vizuri ukiokoka unaangalia vile mambo ya kwenu iko. Ukijua kwenu kuna ugaga, ushirikina, mazigaubwe na vinyago, unakuja na sadaka kwa madhabahu, ndio unaweka foundation ya imani yako. Kama hautafanya hivyo, unatadikwa. Homa inakuja Sunday asubuhi, unasikia vile unamwaga makamasi. Hata kama unapenda hiyo madhabahu namna gani, hautaenda, maana unazuiliwa. Kwenu hakuna foundation ya Mungu. Kwa hivyo sasa angalia kwenu kama kuna, maana faith ndio foundation ya Mkristo yoyote. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wale ambao mko kwa doa na mlitokea kwa dirisha, na wengine ni uliambiwa twende na ukaenda huko, unajua ni kuoreka, ukaenda ukalala siku moja, ukaambiwa hata we can spend another 2 days, ukasema hata umeextend 1 week. Unaona vile mama mmenyamaza. Ikawa sasa ni kama sio kuolewa, ni kama ni kuoreka, ni kama drama, ni kama video. Sasa ulienda ukiedaga, hii haina foundation. Unastahili ukuja kwa pastor, umwambie pastor niombe. Na ndio unaona katika kanisa letu la CFA tumekubalisha watu wa renew their marriage vows. Hata kama uko na miaka 80, imekubaliwa, tumekubaliwa na katiba na our archbishop. Unakuja kile itafanyika, msichana hautatoka kwenu. Si umeoleka, tutakutoa kwa jirani, lakini hatutakutoa. Na tena hii kitu hautafunikwa hapa, maana wewe ni bibi ya mtu. Wasimamizi tutasimamia. Hata mimi ukitaka nifaa ile gauni yangu nitafaa. Sitaka nitajifinyiri, nitafaa tu. Ndio weke msingi. Tangu nyakati za zamani, tangu lini, hakuna yeyote amesikia, hakuna sikio limetabua, hakuna jicho limemuona Mungu mwingine ila wewe, anayetenda mambo kwa ajili ya wale wamngojea. For since the beginning of the world men have not heard nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee. Bwana asifiwe. The things ambayo umewawekea. Kwa hivyo iko mambo Mungu ametuwekea, lakini ndio hiyo mambo itoke kule iko ikuje hapa, lazima uilete na faith. Bwana asifiwe. Na ndio ni vizuri kuombea imani yako na kuwa Mkristo wa maombi. Kuna watu hapa haobagi, atepasa ananipeleka mbele za Bwana. Lazima uombe ndio imani yako ikaweze kujengeka. Na kwa hivyo imani, faith is a foundation of any believer. Faith is confidence in God. Faith is trusting what we don't see. Ya kwamba imani ni kutumainia kile ambacho hauoni. Unaamini nimepona, na unaenda unapimwa, unaambiwa umepona. Unaamini ya kwamba nitatajirika, na unaanza kutembea kama tajiri. Tajiri haendagi akikula madizi kwa njia. Tajiri anakuaga na kaadabu fulani. Hata akienda kwa hoteli akikula tamakadani inagaidio. Tajiri kwa hoteli, enda hii mahoteli, enda Nyamakema, wakiwekewa ile inaitwa nini, chafua, hata sahani anaraba na kidole. Lakini ukienda iko ile ya Nairobi ya juu, unaona amekula chips, amebakisha nusu. Hiyo ni tabia matajiri. Angalia mwenzako umwambie wewe ni wa Nairobi ya juu ama ni ya chini. Although kuna vitu kuacha inakuaga ni gumu, lakini lazima ufanye kama tajiri.
lakini wewe unafagia kila kitu. You clear everything. Kama wewe ni kampuni ya clearing and forwarding, hiyo ukusikia. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Faith is not based on sight. We walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. Ya kwamba imani ni kutembea kwa imani. We don't walk by sight. Hatutembei na kuona, tunatembea na faith. Bwana asifiwe. I remember the first time I came here, ndio nikaweza kufungua hii church. Tulikuwa tumekuja miguu. Tulikuwa tumetoka na huyu Mrs. Pastor miguu. Huruma kwa Kifau, Gilea Doeriti Forte Amosi. Tulikuwa nayo. Na kwa account ya church tulikuwa na 250,000. Lakini nasikia siwezi guza. Giuma Maguru huruma. Kuja kutafuta hii mahali. Wakati nilipatiwa niliweza kufurahi sana. Sasa hapa kulikuwa na miti hapa ya miba, nikatafuta paga, nikafieka na nikaoba kidogo. Na nikatagaza hapa ni madhabahu. Alafu nikapiga na baireve tukaweza kurudi. Wakati niliambiwa sasa nimekubalika, nikalipa 40,000 miezi 4 na pesa yangu. Mumesuka. Sasa ndio nikaendea wale wengine, nikawaambia nimepata mahali na tutaenda kuabudu. Tukakuja hapa siku ya Saturday na nikawaambia hapa itakuwa chachi kubwa na tutapatiwa watu na tutaweza kuendelea. Sasa sasa nimejiweka kwa fasting, maana kuna mambo nilikuwa naona na wale nilikuwa na wao hawaoni. Kitu ya kwanza tukawaambia mchaga na nikamwagia mafuta. Tulikuwa watu kama 8, mliwekewa hiyo picha pale. We were 6 of us. Sasa nikasema hii mchaga, maana Bible inasema katika Joshua chapter 1, mahali miguu yako itakanyanga nimepatia jirani, utamiliki. Sasa mimi kukanyaga, nikaambia Mungu uwezi nitoa huruma bure, nimemiliki hii mchaga. Mchaga tumemiliki, hatujamiliki. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Sasa going forward, nikaambia Mungu anionyeshe ishara ndio nijue amenituma hii maeneo. Nikatumiwa mama moja, nakumbuka alikuja na nguo ambayo ni kama hii Mrs. Pastor, lakini ilikuwa ni ile blue ambayo inaitwa nini, ile mata ile inakaa kama ile rangi ya screen yetu. Si hiyo ni blue? Ni blue gani hiyo? Ni royal blue. Nikaletoa. Sasa alikuta hapa, nimerudisha kamrago, nikagoga. Nikaenda sasa kusimama, nikamwambia unataka namna gani? Nikaona anainama analia. Ukiona dada analia, kuna mambo. Na mimi saa hiyo niko na hasira. Jo, unajua huruma zina namna ya nitarudi na miguu. Sasa niko na hasira, nauliza Mungu maswali. Sasa sina ajibu. Na Mungu ananyamazaga wakati mwingine na unataka aongee. Haongei. Niko fasting. Sasa mama nikamuuliza, akaniambia pasa nataka niongee na wewe. Nikarudi. Nakumbuka tulikaa pale. Nilikuwa na kameza ambayo inatumwa na ile kipare juu, nikaweka hapo. Nikamwambia niko busy, unajua naongea niambie. Akaniambia pastor, niliambia Mungu nimekaa kwa dua for some years na niliweka, wakati nilisikia covenant, niliweka covenant na Mungu, nikasikia kama macho yangu inaona vizuri. Maana ukisikia sacrifice ujue sasa ni cash. Unachukua network haraka. Nikasikia kama macho yangu imeanza kuvuguka. Akaniambia, nikamuuliza alafu, akaniambia niliambia Mungu nikiambiwa na daktari ninatarajia mtoto, nitatoa dhabihu. Nikasikia nimepona. Nisikia kama nimewekwa kwa fridge nikatolewa, nikasikia niko fresh. Akaniuliza kuna bahasha. Tena nikaenda kiwango kingine. Ukisikia inawekwa kwa bahasha ni pesa ambayo iko na adabu. Nikamwambia hakuna. Akaniambia sasa ni sawa. Nikaona ametoa. Ngiona ni ataragirie moigiri. Haleluya, endelea kuhesabu. Glory. Na kwambia nilitoka hapa, hata ile hoteli niliingia sikujua ni gani. Nizikumaliza fasting, afadhali kuongea ukweli. Nilienda to the nearest hotel, maana karibu nizimie. Na nikamwambia tuonane soko ingine, hajairudi. Kuna mtu huwa anatumwa in your life mara moja. Hiyo kuguru inaikojea haikuji, imeenda kwingine. Amen. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe in your life. There are people Mungu ataleta kwa season in your life. Watakuja wakamilishe mission yao, alafu wakaweza kuondoka.
Bwana asifiwe. Nisalimieni kanisa in Jesus name. Kwa leo jetagira mutumio usiachoke ndari agicoka. Ero cio ngewenu wewe kuo. Wewe ndiye huko ufanye miujiza. Sasa akaenda na nikajua sasa Mungu amehakikisha. Aliniletea 10,000. Sasa hiyo mwezi mwingine nikaenda fasting nyingine. Niliona kama Mungu anataka nifuge. Hata kama trusa nikiweka padei na kuja hii. Maana nimekoda, uwezi elewa mimi ni msichana ama ni nani. Ndio ukiona pasa akibarikiwa jameni, usisikie hivi pasa akivaa kasuti kama hii yangu kwa nini? Bwana sifiwe. Resilia gomete furo ini mendenya igana. Okay. Nikafuga tena. Nikaomba vizuri. Nikaona mama mwingine, na Mungu hutumia wa mama. Na ndio wa mama waheshimiwe jameni. Na wale waume tuko hapa, hii watu tuheshimu. Wakifuga bigu yetu hakuna kitu kitatendeka. Joroge huyu akisema utasurura kama kai, na kwambia utakuwa unaenda state, unaabua wewe mwizi ondoka. Yani unakuwa mistaken identity. Ukiona alibeba Yesu na hakulalamika, wewe unaweza beba mtu 9 months na ni Yesu. Si ungeambia kitu yote. Okay, wachana hiyo. Sasa akakuja akaniambia pasa sijui. Nakumbuka maneno yake vizuri. Aliniambia pastor, aliongea kizungu. Ni graduate. Aliniambia pastor, I don't know the need in this church, but God commanded me to bring 10,000 to you. Griko me. Hata nakumbuka nilienda kwangu nikawauliza kama wanaweza maliza mguu ya buzi pande moja. I am rich now. Can you finish half leg of a goat? Na kwa hivyo ni vizuri kuangalia katika ile katika maisha yako ile njia Mungu anapitia. Ukiona ukitoa ndio Mungu anafungua njia, toa kabisa. Bwana asifiwe. Ukiona ukienda fasting madui wako ananyamazishwa, omba kabisa. Bwana asifiwe. Na ndio ni vizuri kuwa sensitive spiritually. Unakuwa sensitive katika jina la Bwana. Ukijitolea kwa kazi ya Mungu unaona ndio mshahara yako inaongezeka na maadui wako ananyamaza, unajitolea zaidi. Lakini sisi wakati mwingine hatuelewagi. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuangalia ile njia Mungu anapitia. Bwana asifiwe. Sasa tukaendelea hivyo, nikaambia Mungu sasa nataka ishara ya Sunday. Nikatumiwa mzee mmoja hapa wa kanisa ya IC, ametoka kuku mlimani. Wakati sasa alikuta nikihubiri Psalms 82 ya kwamba God is a shield and glory. Mungu ni God gives glory and grace. Akakuta nikihubiri hivyo. Akaona tulikuwa tumepiga mabati imefika hapa. Huku kwingine kote hakuna mabati. Sijui ni 2,000 alitoa, akasema ati alikuwa anapita akaambiwa igia utoe hiyo za ubiri uko nazo. Wakati amesalimiana akaniambia ni ya mabati. Although si kununua hiyo mabati nilikula. Maana mabati inaweza kuwa uga, inaweza kuwa mafuta. Haleluya. Sasa nanunua mafuta nikarare ja. Kayona inyo mukenda gati andu agai. Gutingiotekeka ngure mabati ngarare na ngaragu. Na nwaigwa nyumete huruma maguru. Ai? How? Okay, baadaye ulinunua hapana. Nitoa mwili wangu ikawa dhabihu mbele za Bwana. So faith comes by hearing and hearing the word of God. So the Bible says, kwa maana hatuenedi kwa imani wala si kwa kuona. Mkristo yeyote asitembee kwa kuona. Wacha kutembea ukipapasa. Kama Mungu amesema atatengeneza njia mahali hapa. Bwana asifiwe. Simama hapa useme thus says the Lord. Thus says the Lord. I will make a way where there is no way. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bible inasema hatuenedi, tunaenenda kwa imani wala sio kwa kuona. Kwa hivyo ninakuonya katika jina la Bwana, as a believer, as a saint in the kingdom of God, walk by faith in Jesus name. Tembea kwa imani. Na kutembea kwa imani kumaanisha kwamba hata ukiusalimiwa na mtu unamwambia ninatarajia pastor utakuja kuombea gari yangu. Unamwambia pastor nitakuja kurenew ndoa yangu, maana mzee wangu kulingana vile naona hataweza kubadilika.
For we walk by faith. We walk by faith. Tunatembea kwa imani. We speak faith. We confess faith. We don't confess death. We don't confess failure. The mistake you do ni kuongea mambo against your faith. Yani kama leo na kuhubiria hapa, unaenda unaambia jirani ni kama ni dada ya shetani na mauma kanitha kavoge ruma na madi ugeterere sadi gugikie ukaruma na rushio. Sasa ni kumaanisha ile yote ulisikia hiyo sasa haija kusaidia. So we walk by faith, not by sight. Faith is necessary. It praises God. Hebrews chapter 11 and verse 11 and verse 6. Faith praises God. Imani huwa inafurahisha Mungu. Waibrania 11 mstari wa 6. Bible inasema namna gani? For without faith it is possible to praise God. For whoever comes to God must believe that he is, and he is the rewarder of all those who seek him diligently. Nimemaliza kusoma yangu. Wacha tuwekewe usome yako pale. Whoever comes to God must believe that he is. Kwa hivyo usiseme mambo itendeke na haujaamini. Hebrews 11 verse 6. Whoever comes to God, hata kama ni muuaji ama alikuwa kahaba, bali awe na faith, itaweza kumuokoa katika jina la Bwana. But without faith it is impossible to please God. Kwa hivyo kama unataka kupendeza Bwana, kabla ulete sadaka zako na mali yako, kuwa na faith in the name of the Lord. Yani Mungu, na unitafutia hiyo msali Yesu aliambia wanafunzi wake, with the son of man find faith when he comes again. Aterere mwana wa Adamu ni agakura kwena witikio lilia gacoka. Bwana asifiwe. Will he find faith on earth when he will come back? Kwa hivyo pasipo na imani hatuwezi kupendeza Mungu. Kwa maana yeyote amujie Mungu lazima, abia mwenzako lazima. Kwanza lazima aamini ya kwamba yeye yupo na yeye huwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii. Kwa hivyo sasa kama unataka kuondoa milima, tafuta Mungu. Na kutafuta Mungu ni Jeremiah chapter 11 and verse 12. Ambayo inasema ya kwamba nitafuteni nanyi mtanipata, mkinitafuta na mioyo yenu yote, mkiniita nitaitika. Sasa inasema namna hiyo. Lakini pasipo na imani hatuwezi pendeza Bwana. It is my prayer utaanza kumtafuta. Maana wamtafutao kwa bidii. Wanamtafuta nini? Unatafuta Mungu kwa kutoa mali yako ifanye kazi ya Bwana. Unatafuta Mungu kwa kutoa mwili wako kama dhabihu. Unakuja hapa unafagia. Unatafuta Mungu kwa kujitolea wewe mwenyewe. Unatafuta Mungu kwa kulia machozi. Kama leo ni nani amelia machozi? Hebu inua mkono. Aikono wali la nini? Inua mkono. Amos usiniwe. I was watching. Mrs. alilia. Unanigerelia nini? Baka nikaangalia pande hii. Sio ni sadaka nilitoa. We really fight faith. Nipatie hiyo fast. We really fight faith. With the son of man fight faith when he comes again. Faith is necessary. It pleases God. Mountain moving faith is unwavering faith. Imani ambayo itaondoa milima ni imani ambayo hayubi. Wavering ni kwenda pande hii na hii. Bwana asifiwe. Kama ile imani uko nayo itaondoa milima, na lazima iwe ni ile imani hayubi. Imani ambayo inayuba imejaa mashaka. Imani ambayo inayuba inasema lakini. Imani ambayo inayuba iko na option, iko na plan B. Lakini imani ambayo ni imara haina plan B. Inasema ni wewe Mungu na ni wewe peke yako, na inasimamia hapo. Haiangalii milimani, haiangalii kwa majirani, inasimama kwa neno. Sema amen. Na inagojea neno likaweze kutendeka. Kwa hivyo ninakuombea imani yako iwe sawa, ndio ukaweze kungoa milima. Faith speaks to mountain. Faith speaks to mountain. Sikiza hii. Faith speaks to mountain, declaring God's word over problems. Imani huwa inanenea milima, but sisi huwa tunafind vice versa. Ukiona Goliath wamesimama mbele yako, unaona vile ni jitu kubwa, gai kayurade hile goko nino ni shaitani. Unaanza sasa kupaka Goliath mafu. Lakini imani ambayo iko sawa ni Daudi anasimama, anamwambia wewe Mfilisti ambaye hautatahiri, leo sio kesho,
nyama zako zitakuliwa na nini? Na ndege wa angani. Hiyo ni imani ambayo iko hai. Yaani anamalizia Goliath kwa kuongea. Daudi hakuomba ate Mungu auwe Goliath, alimuua kwa kuongea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo iko vitu in your life lazima uongeleshe katika jina la Bwana. Hata kuna wakati mimi nilichukua ID yangu nikaenda Arboretum iko na karibu Setia, nikaambia Mungu kama ulisahau na mimi jitagwerikana ilogwa kama u from Muraradia location Gatuya sub location Kairiti village kwa Bariaga Kagesu, na nikawekea Mungu ID yangu ikiangalia biguni, nikaomba alafu nikaiweka pande hii, maana niliona kama amenisahau. Maana nimetoka Huruma miguu, nimeenda Tau kutoka Arboretum ni safari, sina fare na ninataka kuomba, nikaenda nikaomba, ndio haya madhabahu yakaweza kuzalika. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ninakuombea imani yako iondoe milima. Ninawaambia atawapatia haki upesi. Lakini je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Niulaigwa kila kiragi Yesu anatubuka na jambo moja, anasemeka I tell you that he will avenge them speedily. Lakini nevertheless when the Son of Man cometh shall he find faith on the earth? Je, atapata faith hapa duniani? Na duniani ni wewe. Bwana asifiwe. The Bible says we are the salt of the world according to Matthew 5:13. Wewe ndiwe dunia. Maana dunia sio vitu, dunia ni watu. Anauliza akirudi kama atapata faith ndani yako. Mkristo ambaye hana faith ni kama mtungi ya mafuta ya lina na hakuna. Yaani unaona iko safi ije, imefunikwa vizuri, lakini ndani hakuna. Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani. Na ndio unaona Yesu hata saa hii anaweza tembea hapa, na ndiye atende muujiza, anaendaga akipima mahali imani iko. Akipata imani iko kwa madhabahu, anakatalia mahali pale. Akikuta yule mama ako kwa kona, Ani Waithera wa Kiremen, anakatalia hapo. Maana Mungu hushuka mahali kuna faith. Praise God. Na ndio wale watu Yesu aliponya, aliwaambia your faith has made you whole. Imani yako imekupona. Kwa hivyo nakuombea uwe Mkristo wa imani katika jina la Bwana. Anauliza kama atakuta imani atakaporudi hapa duniani. Na kwa hivyo faith overcomes fear. Imani hushinda fear. Maana watu wengi hapa wako na fear. Wako na fear ya mambo. Ni kama jana tukiwa na wale tulienda nao mahali tulikuwa kufika hapa sasa Marana hapo. Tuko na minister hapa, amenibeba hapo, tunakunywa kajuisi kazuri, nilinunuliwa na watu wengine sitawataja. Sasa gari inakuja imetumulika, nikasikia wale wa kuita mama yao wameitana, wanajielewa ni akina nani. Yaani mpaka akaniuliza mmoja wao, yaani pasa ndo unamaka? Nimuulize ni make kwa nini? Mpaka minister akasema sasa tungehubiriwa na nani? Maana ile ilikuwa hiyo gari ilikuwa speed ya 120 na iko wrong side na imetumulika. Sasa huyu kado kidogo tukarudi. Ni itana kiguodo. Itakiri na guoya. Koro nebeo na nekwira Ngai Mwathani. So wajiro na nyakura niki ureta andu aria makuire. Faith overcomes fear. Imani inashinda fear. And many believers wanaishi na fear. Unajenga nyumba inafika rento, kifia ingine inakuingia. Unaanza hata kuulizia, na mtu ikifika hapa rento akikosa chuma ya kuweka diakoroge, si inaweza tufanywa inaweza wekwa mabati imeinama. Na watu wako na idea mzuri wanakwambia yes, hata itakapoa. Maana fear imeingia. Mungu hawezi kusababisha ufikishe nyumba pale ukose chuma, mgaida koragwa hanogu. Lakini wakati fear inaingia, unaona haitawezekana. Na kuna watu hapo wameasisha mambo, ikifika katikati unasikia kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Ninaomba overcome fear in the name of Jesus. God has given us the spirit of sound mind, the spirit of love, the spirit of power. Amen. Lakini sio spirit ya fear. 2 Timothy 2:7. God has not given us the spirit of fear, but he has given us the spirit of love, the spirit of self-control and sound mind.
Lakini sasa wakati hakuna imani, wewe unatembea. Ukiona mzee amechelewa kidogo, imefika saa 3:30 na ni mama harusi kuna jam, unasema sasa ni kama amechukuliwa na wale wanachukua nanga. Anachukuliwa kwa nini? Mtoto achukuliwe ni mzigo, anachukuliwa kwa nini? Kwa nini unatambuka hiyo? Ona yeye mukihiguraga mirago egi ivuga hiyo mirago. Hata kuna wakati mwingine tulikuwa tunatoka na Mrs. Pastor Nyahururu, tukaigia Nissan ya John Saga ndio tukatie hii. Mama mwingine anamuonyesha message, anamwambia, hata anamwambia tuko kwa jam, na tulikaa 2 hours kutoka mrago kubwa mpaka kwa chief. Anaambiwa siamini, mpaka karibu niambie apatiane simu na mimi nitagaze ni pastor, na nimwambia angalie na turukora itatoa pasa Erikana. Kaniambia ananiambia kuna mahali nimepitia, maana akona pia. Je, wewe yako nayo ni gani? Ni kufungua duka unasema hakuna watu watakuja. Tunakuja na tunakujaga. Hallelujah. Faith overcome fear. Hata kuna watu wako na fear kugojeka. Hata ukiona ka pimples hapa unaenda kwa Google. Unaenda kwa nini? What is the meaning of ni pimples? Na hebu nikwambie, ukienda kwa hiyo kitu itakwambia mambo mengi sana. Kuna wakati niliangalia na nikaambia Mungu anisaidie. Ate mtu akisikia na kwambia iliniambia mambo mengi mpaka inanipatia the meaning kwa dictionary. Nikafanya hivi, nikasikia hii nikakataa katika jina la Bwana. Nikasema sitafungua mlango ya uoga. Gayatake roho wa guoya. Kuna watu hapa hata 6:30 ndagithi fara ndagithi duka. Na ni mama akona 35 years. Na kwambia uliza mimi hata kwangu dhaa komisio tuko natembeaga kama ni kwangu. Mimi sina sikwagi na fia. Hata kuna wakati mlango iligogagogwa nikatoka akijia tu kuragirwo hoja no niniguragana. Niende nikutane na hao. Hata kuna wakati wameiba ile kakitu ya wifi, nilitoka ni vile sikuwakuta. Guoya wake gayatakele keguoya haya hiyo hukusikia. Faith speaks to mountain declaring the word of God. Kwa hivyo nikimalizia katika hizo hali ambazo uko nazo, unanena neno. Give me in the book of Exodus chapter 14 and verse 14. God told Moses, tell the children of Israel to keep quiet and to stand firm. Mkristo yeyote ambaye atangoa milima lazima ajifunze kunyamaza. Mungu alisikia vile wanaongea. Wanasema tumefuatwa na Farao na mbele yetu tunaona Red Sea. Sasa Mungu akasikia wameongea mambo mengi sana, karibu akichanganyikiwe. Akaambia Musa awaambie wanyamaze. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza. Mnatakiwa kutulia. The Lord will fight for you while you only need to keep silent. While you keep silent, God cannot fight your battles. Faith haiwezi fanya kazi na unaongea mambo ambayo you cannot differentiate. Bwana sifiwe. Maana ukisoma Bible inasema na wakaangalia nyuma, wakaona magari ya Farao ile 600 inawafuata. Kuangalia mbele ni Red Sea. Kwa hivyo wakirudi nyuma wanamaliziwa, wakienda mbele wanazama kwa bahari. Sasa wako hapa katikati. Kwa hivyo hakuna njia yoyote ya wao kuongea, ya wao kuokolewa. Kwa hivyo wakaanza kuongea mambo mengi, wakirani pasa wao Musa. Wakasema afadhali haugetitoa kule. Wakamburani. Ndio Bible wanasema Mungu atawapigania if only you keep silent and remain calm. Abia mwenzako remain calm. Faith does not panic. Ni vile tulikuwa tunafanya mtihani. Mwalimu wa kama ni wa biology anawaambia mkienda examiner akiwekelea mtihani kwa desk, don't panic. Una face mtihani na confidence. Sawa sawa. Unasoma swali vizuri na unarudia. Ndio kwanza uelewe, ukaweze kuchunguza ile mawazo examiner alikuwa nayo akikuuliza hii swali. Na kwa hivyo ukiwa na faith, you don't panic. Unajuaga tomorrow will be better than today in the name of Jesus. So the Lord will fight for you while you only need to keep silent and remain calm. Verse 15. So ndipo Bwana akamwambia Musa, kwa nini wewe unanililia? Unaona hata pastor wa ile wakati alienda kulilia, hata sio kuomba, ati analia.
Kwa maana sasa nao watu wamemwinukia. The Lord said to Moses, why do you cry to me? Unajua kuna difference between kuomba na kulia. Kulia ni kulia. Kulia hakina meaning nyingine. Kulia ni kulia. Tell the sons of Israel to move forward toward the sea. Kiu maretigira hiyo ambayo wanaogopa, wanaabua aende mbele ya face katika jina la Bwana. May you face your Red Sea today in the mighty name of the Lord. Bwana asifiwe. Don't fear the Red Sea. Usiogope, enda uiface. Uiambie wewe Red Sea, that there is a law, I will pass and close over to Canaan in the name of the Lord. Na ni vizuri uelewe, anytime you take step katika maisha yako, anytime there is kunataka kuwa na breakthrough ya jambo fulani, lazima kuwe na Red Sea ili ikutishe ndio usikaweze kufuka. Na wakati mwingi huwa tunakoma wapi? Yaani umetoka kwa vilao vizuri na umefunguliwa na umeambia wale kwa heri, hamutanitesa tena. Sasa tu wakati unaenda kufuka unakuta Red Sea. Unaanza sasa kuongea, ndio Bible inasema wakaambiwa nyamaze. The Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the sons of Israel to go forward. Toward where? Waende mbele. So toward the Red Sea, kwa bahari ya Shamu. Kwa hivyo ni vizuri uface ile mambo unakabiliana nayo katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Hapana ogopa storms, maana wengine tuliokoka tukaambiwa kwa Yesu ni tambarare. Kwa Yesu ni tambarare. Unajua kama mimi wakati niliokoka, kaidagi shiragia maruge ndoro korago rohano kutadikwa na watu na hakuna kitu umefanya. Wanakugeuza hivi kama mtura, unawekwa padri. Lakini wakati sasa nilizama kwa Mungu, nikajua maisha ni na maisha ni safari. Na nikajua mtu huwa anatadikwa, na unatadikwa unafanyiwa kazi mzuri, na uzaidi kuongea, unanyamaza, unaendelea na safari. Maana wale wanakutadika huenda hawae. Sasa ukianza kuongea na wao na hawaendi, hata wewe hautaenda. Si wamekataa safari yako? Bwana sifiwe. Ndio aliwaambia wakaweze kusoga mbele in the mighty name of the Lord. So faith is persistent. True faith don't give up. Kama unaandika uandike, true faith does not give up. You don't give up. Imani ambayo ni ya kweli, ambayo itahamisha milima, it don't give up. Yani kama ni jambo unaombea, hata kama uliombea kwa miaka. Hebu niangalieni, tulikaa in my family 2 years bila kupata mtoto. Mpaka nakumbuka, nasema hii Mrs. tutanikubalisha. Tulienda Christmas one day, tukaenda na Mrs. na mother in law who is my mom. Akaniita akijulia kakai kwao gukoragwo na thina, maana miaka 2 si watu wamewana, wanazahiri kuleta bebe, sisi haikuji kana gatiroka. Sasa ndio sasa akatuambia, alikwambia namna gani? Akaongea maneno hapo, na nikasema nitadefend my family. Kwa hivyo wale wazee wako hapa, usisimame bibi yako anatadikwa na sisi yako. Huwezi yua sisi yako, simama uprotect your wife katika jina la Bwana. Wazee semeni amen. Wazee semeni amen. Unakuwa na wisdom. Hapana kubali madhainiro atadike yule umeoa. Unaomba wisdom. Nini? Hii wisdom ya Solomonic wisdom. Maana huwezi chukia mama yako. Na ndio mimi huwa nashauri watu, na wale wazee mko hapa munisikize. Hata wale mumepatiwa mashamba karibu na mama, omba Mungu ununue shamba bali na wazazi. Bwana sifiwe. Maana your wife akishida wakipitana hapo na mother in law, atamchukua kama ni msichana yake. Na akikosa kuosha hiyo vyombo, utasikia ile maneno itatoka. Sasa wewe unapigiwa simu, unaambiwa sasa kumechemuka. Unauliza pande gani? Kwa nyumba. Unaenda sasa na fujo. Unasikia hata yule amesababisha ni your mama. Unashindwa ndio kugi kinyaha modwe kagati. Ni kuchukua bibi yako, alafu munaenda Thika, munaishi huko, munaenda kusalimiaga mama dhainilo. Kwa hivyo wale wazee mko hapa na wapatie advice. Bwana sifiwe. Ukitaka heshima idumu, ondoa familia yako karibu na wazazi. Ndio wawanyote. Ndio mkienda unaona anakachukua katoto anafanya na huyu ni nyakula jina yake. Hapana katamea mate. Lakini mkishida hapa mkinini, anasema hata huyu sio kijana yangu. Huyu si, unaona ile mama anasema hii ni kama watu ya Western.
maana mumezoeana na niwe mzee ulikosa hekima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wazee mnanisikia, na hii wazee muishike kabisa katika jina la Bwana. Ukiwa na mzee, defend your family. Hapana bibi yako anatukana kwa ploti, anaitwa majina yote hata ingine ya kizungu ni ya Kiswahili, na wewe okay, unasema acha Mungu wake ampiganie. Mungu wake ni wewe, si wewe ndiwe kichwa? Si shiko ndio hii? Kichwa iko na macho, kichwa si iko na macho, si iko na masikio? Sasa shiko itafanya kazi gani? Na viungo vyote vya kuona na kusikia imebebwa na kichwa, na wewe ndiwe kichwa. Na unakubali tu atadikwe, anaitwa majina yote mazuri na mabaya, unasema wacha Mungu yake ampiganie, ama aita pastor. Sasa mimi naitwa nifanye nini kuongea ukweli? Mimi ni kichwa ya huyu. Haleluya. Nisalimie katika jina la Bwana. Okay, tuache hiyo. Ndipo Bwana akamwambia Musa, mukaweze kusoga mbele. Kwa hivyo faith does not give up. Faith is a spiritual key that unlocks the impossible. Faith ni funguo ya kiroho. Kwa hivyo kwa kila mlango kuna kuaga na key. Hebu niangalieni. Kila mlango huwa inafunguliwa nini? Na key. Na ndio Bible inasema bisheni mtafunguliwa. Kuna milango kuna milango ya kiroho, na ndio ikaweza kufunguka lazima uende na key ya faith. Bwana asifiwe. Hebu enda ukiwa hauna funguo, pengine ufuje. Na Bible inasema ya kwamba mwizi ndiye hufu. Wewe usahili kufuja nyumba, unasahili uwe na key. Na key yako ya kufungua milango ya kiroho ni faith. Bwana asifiwe. Alafu unaondoa milima na kila kitu inakuwa sawa sawa. So faith is unlocks the impossible. God is calling us to live a life of unwavering faith. Lord, Bwana asifiwe. Nipatie hii ndio tumalize nayo. Luke 18 verse 8. No, give me Isaiah 45 verse 1. That says go to Silas, my anointed one. Hiyo ndio tutamaliza nayo. Imani ambaye huondoa milima. Kwa hivyo iko mambo ya kunenea ikaweze kukuacha. Wacha kushida ukipaka hiyo shida yako. Ati uigai hii ugonjwa yangu ndio iliua shosho yangu. Yaani unaipaka mafuta. Usiongee kuhusu hiyo ugonjwa. Nenea uambie katika jina la Yesu, uliua shosho yangu, mimi hautaniua na kukemea katika jina la Bwana. Unaona inaanza kutetemeka. Lakini wakati una shida ukiongea juu yake, unaipaka mafuta, unaibatiza. Usahili kufanya namna hiyo, unasahili kuinenea, maana kuna vitu za kunenea. It should be 45 verse 1. Isaiah 45 and verse 1. So today you are supposed to pray, Lord, increase my faith. Every mountain in your life should be removed in Jesus' name. Kila mlima katika maisha yako unasahili uondoke. Na ndio ukaweze kuondoka ni wewe ukaweze kuinenea. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati tulirudi manake wakati Madhainiro alifanya namna hiyo, my mom, sasa niliambia my wife hatutakaa huku, hakuwezi kali. Nilimwambia afuge guu. Nikaambia my mom kuna jambo la dharura limetokea, tukarudi Kanairo. Sasa nilikuwa na idea vitu Tanzania, Uganda, nilikuwa businessman. Na hiyo wiki sasa nikapanga, nikaenda nikaleta nguo kutoka Uganda, nilikuwa nauza tu. Na nikiwa sasa na huko nikanyeshewa, nikaambia Mungu tubariki na mtoto. Na tukaenda Isiri tukanunua maguu ya kijana na tukatarajia mtoto. Bwana sifiwe. Nilichukua hatua imani. Hili ndilo asemea Bwana kwa mpakwa mafuta wake Koreshi, ambaye nimemshika kwa mkono wangu wa kuume wa kutisha mataifa mbele yake, na kuwafua wafalme silaha zao, kufungua milango mbele yake, ili kwamba malango yasije akafungwa. This is what the Lord is saying to his anointed Silas, king of Persia, whose right hand I have held to subdue nations before him, and I will ungirdle the loins of kings, disarming them, to open doors before him, so that the gate will not be shut. Bwana sifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anamwambia Isaiah, ameenda mbele yake, yeye mwenyewe atafungua marago. Na ndio hiyo mirago ifunguliwe, lazima kuwe na faith. Give me verse 2.
nitakwenda mbele yako na kusawasisha milima, nitafujafuja marago ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Nigetha maundu maya mothe mahanike, no nginya wambararie witiki waku na iguru. Mwathani agocwo. Nigetha uthondekere Ngai, utengenezee Mungu njia ambao atakanyaga. Yesu wakati aliingia duniani alitengenezwa njia na nani? Alitengenezwa njia na nani? Na Yohana aliyebatiza alisema, I am not the cry, I am a voice crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Alisema yeye ameitwa atengeneza njia. Na wakati njia ilitengenezwa, Yesu alizaliwa na akashuka. Amen. Akasema, repent for the kingdom of God is at hand. Maana ametengenezewa njia. Na ndio na wewe milango ifunguke na miujiza itendeke. Imani ndio itatengeneza njia. Bwana asifiwe. Unaanza kutengeneza njia na kukuongea, kusema ya kwamba you will make it, kusema ya kwamba mzee wako ataokoka, kusema ya kwamba kwako kutakuwa kwema, kusema ya kwamba kesho yako iko sawa kuliko leo, katika jina la Bwana. Praise God. Unatengeneza kesho yako katika jina la Bwana. Faith that moves mountain. Finally, ufuge Bible. Mark 11:23. Fuga Bible yako, tutasoma ile Mark 11:23. Faith that moves mountain. Imani ambayo inaondoa milima. Nilienda wakati mmoja nikawa sisikii vizuri, na nikaenda kwa daktari anaitwa Dr. Siba. Sikieni hii. Akaniambia usikule sukuma, usikule nyama, usikule hii. Indo ciothe iria ndahingĩirwo nĩ iria nyendete. Mimi napenda serious ni thoroko na those things. Ile sawa waliusa urithi nayo si ni dego, ni my favorite. Sasa nikavugiwa zote. Sasa nikaona hii ni kuteswa na teswa. Nilienda nikanenea tumbo yangu, nikaambia wewe tumbo yangu, that says the Lord. Bwana asifiwe. Adam alipatiwa matunda yo, akaweze kukula, lakini asikule ili akujua baya na ukwe. Kwa hivyo nikaambia tumbo yangu, that says the Lord, utakula kila kitu. Hata niwekee sukuma hapa, nitakula kilo 1.5. Mimi hakuna kitu sikurangi, na nilikuwa nimefugiwa, nilikataa. Si kama ni wewe nilikataa kukubaliana. Ugero riage indo irio tarenda atia. Amini na waambieni, mtu yeyote atakaye uambia mlima, mtu yeyote atawaambia mlima, mtu yeyote atafanya nini? Atauambia. Kwa hivyo milima iambiwe itoke, magonjwa iambiwe iondoke katika jina la Bwana. Kuna vitu za kunenea na kuna vitu za kuombea. Na ndio unaona in the Bible kuna principle ama kanuni za Bible. Kuna milango lazima uwe persistent wakati unagogago. In the book of Matthew chapter 7 verse 7, the Bible says, knock and it shall be open for you, seek and you're gonna find, ask and it shall be given unto you. Bwana sifiwe. Na ni vizuri kujua wakati unagogagoga mlango kubwa kwa Mungu, lazima uwe na subira. Lazima uwe na nini? Na subira. Wewe uonagi kwa band tunaambiagwa tugoje itafunguliwa. Hata wakati saa imefika unakuaga na wasiwasi, unasimama hapo, mnaambiwa mugoje askari wakaweza kufika, unakuwa na patience. Kwa hivyo kuna watu hapa wanatarajia mambo makubwa, lazima utrain your heart kuwa na patience, subira. Maana milango mikubwa Mungu akuwafuguagi. Kwanza anapima your persistence, anapima subira yako. Akiona umegogagoga, umesema hakuna mtu umeenda, anapatia jirani. Akawaambia mtu yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, ukajitupe baharini, wala asione shaka moyoni mwako. Adui wa imani ni shaka. Bwana sifiwe. The greatest enemy of faith is fear and doubt. Kuwa na mashaka. Ati dagudhama nego higolilo. Bwana sifiwe. Nilikwambia wakati nilikuwa nafanya ile kazi nilikuwa nafanya, Mrs. nikubalishe niseme ya Auctioneer. Mimi wakati nilienda kwa Better Recovery Auctioneer, nilikuwa nalipwa na commission. Sasa nikaona ile pesa nalipwa nayo na mimi hapa ni smart, hainitoshi. Nikamuuliza Mr. Auctioneer, what if nikitoresha my business card na jina ya kampuni, alafu niende kwa cooperative bank zote Nairobi niombe kazi? Akaniambia it is okay, it is a good idea. Na kwambia nilitoresha, nilienda kwa mtu wa cyber, ikaandikwa vizuri. Nikaingia Kagemi Cooperative, nikaenda upande wa juu wa banka, nikawaambia Amerikana Irogo Kamau. Saa hiyo niko na gazeti hapa na niko na dare yangu.
Sema amen. Na ninaangalia huyo na jicho kama ni leopard, ni cheetah ama ni leopard. Hapana, naenda unaomba kazi ya pesa mingi, alafu unachora chini, nimenunua gazeti na niko na failo yangu na niko smart kama leo. Haleluya. Alafu sasa naenda, sina gari, napaguza kakiatu fupi vizuri, alafu naikia. Na wapia kama nilienda ingine ya hapa Buruburu pale Mesola, banka mmoja akaniuliza how sufficient are you? Hiyo ni kuuliza namna gani? Wasomi tena mumepotea makaina inywema. Nikamwambia try me, akanipatia nikafanya repossession ya gari. Ilikuwa pale nini pale Loisabu, na nikaenda nikafanya kazi zangu usiku, nikaona mahali naigiaga. Sasa tukaifamia, it was my first kazi yangu ya kwanza na nikapatiwa. Sasa wakati my boss aliona, akanipatia funguo ya ofisi. Madako liko ina ndo age girono ri higura ka ofisi. Na sasa nikaenda hiyo ingine ya Moi Avenue, nikaenda ya Tomboya, ya Riverside, nikaenda Kikuyu, nikakuta Musyoka na huyo mwingine. Nikawa sasa mimi hata sigojei kazi ya kubatiwa, mpaka my boss ananiambia wewe hata ni kama husahili kuwa pastor, unaweza uliza Mrs. Pastor. Hata wakati niliacha hiyo kazi nilikuwa nakujua na gari, ama si unajua hiyo dagerago na gari, unasikia Esther, kwangu kwa nyumba nimeinua kampuni kiwango kingine. Maana cooperative zote za Nairobi hakuna ile sija koroga. Kaimwasoka na nikuamini, niliamini na nikaanza kwenda huko. Nikajuana na manager wa bank kama wa Kagemi, alikuwa Mukisi, na niambia you are very quick pastor. Namwambia wacha niite jini ya kazi. Hata sio mara moja nimekujiwa, na niambia kaidri unaweza jigawanya. Yani ananipagia ati niwe ninatumikia Mungu part time. Nikamwambia mimi nimekuwa full time. All my life nimejipatiana kwa Mungu. Vile kuko sawa. Ya Bwana makofi. Haleluya. Yani nilikuwa na faith. Nilikuwa nasema hayo yote sio kumpatia mambo yangu. Nikawa na faith. Na wakati nimekuwa na faith, nikawa kwa wale wote nilikuta hakuna alikuwa na mshahara kama yangu. Hata Mrs. ni kama alimwaga machozi wakati nilimwambia nitaacha kazi. Maana wakati nilikuja hapa nikafungua hii madhabahu, nilisikia nijipatiane. Bwana sifiwe. Uliza mwenzako umeacha nini wewe? Mpaka kuacha mtoto na ako 8 years unasema ati ni baby. Mwana wa miaka 8 kumutiga madhama taturuge mutiga. Si umpatiane kwa jirani ama ukuje na yeye. Okay, simama nikuombee katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ng'oka ujitupe baharini, wala usiwe na shaka moyoni mwako, bali amini kwamba hayo usemayo, yale uombayo ama unasema, hebu niangalieni, uamini yale unayose itafanya nini? Itatendeka, yatatokea, na yatakuwa ya jirani. Yatakuwa ya nani? Kwa hivyo iko mambo unatengeneza wewe mwenyewe. Unasema I be a millionaire. Bwana asifiwe. Unajipresent vizuri. Bwana asifiwe. Na ndio hata wale ambao mnafanya kazi kwa madhabahu, ni vizuri mjue madhabahu iko na saradi yake. Unafaa ile kaguo kazuri, unafunyuga hiyo tai. Amen. Halafu unatokelezea mbele kama sasa huyu unaona ako sawa. Iko saa nyingine nirudisha yeye kwa nyumba. Nilikuwa nafikiria hata rudi, lakini alirudi. Unajua ile kiwango nimefika. Mimi sio mtu wa kuogopa mambo ati hivi. Bwana sifiwe. Ukiwa pastor unakuwa train kama commander. Bwana sifiwe. Hata ukiambiwa kifo iko huku, uigwa godinako, unasikia huko watu wanatoroka, unasikiaga kwenda na wapi? Maana roho yako inakuwa kama chuma. Bwana sifiwe. Ya kwamba huwezi ogopa. Bwana sifiwe. Ile unaogopa ni Mungu, maana roho yako imedhibitika. Shakadia mazina mai. Inua mikono yako, ombea imani yako katika jina la Bwana. Wakati waibaji wanakuja hapa, in the name of the Lord. Mashakaraba karimo korimo zandu.
Zodina kayande babuna zadabina zina. So inue hiyo mikono yako uombe imani yako. Oh yes, in the name of the Lord. Wanafunzi wakaenda kwa Yesu wakamwambia, Bwana, ongeza imani yetu. Na nisikie mkijiombea jameni. So inue hiyo mikono yako baada ya kusikia neno. Unakojea nani ya kuombea? Pray for yourself in the name of the Lord. Tumia hii nafasi vizuri katika jina la Bwana. Maombi ya leo inaweza sababisha mambo makubwa ikaweza kutendeka in your life. Pray for your faith in Jesus name. Kila mmoja ombea imani yako in the name of Jesus. Shirabakaya dima zobina zina la makaya makabadaya turina zina rabina zogona kurima kataya binazi yoroshala gadima katini ya baba mapala la la lila sini bila bagada. Increase our faith. Inua imani yetu Bwana ifikie ile kiwango ya mbegu ya haradali Bwana, ikaweza kuondoa milima Bwana. Ombea imani yako etirisi ikaweza kufikia ile kiwango ya madhasi, ndio ukitema jambo linatendeka in the name of the Lord. Imani ya kuondoa milima katika jina la Bwana. Oh, increase our faith, oh God. Inua imani yetu Bwana in the mighty name of the Lord. Oh, increase our faith, oh God, in the name of the Lord. Ashera ho miungu ya kigeni kama tumeinua mikono Ashera ho unaaminia Bwana ikaweza kutendeka. Iko murago unaaminia Bwana afugue in your life. Iko jambo unaaminia Bwana akaweza kulitenda. Njoo tuamini pamoja katika jina la Bwana. Kuja kwa madhabahu katika jina la Yesu na tutaweza kulinenea. Tutaweza kuunganisha imani yetu pamoja. Na hiyo jambo ukiamini litaweza kutendeka katika jina la Bwana. Sogea katika madhabahu. Kuja ukitarajia, kuja na imani na itaweza kutendeka. Maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Shele balaya. Naamini Yesu ni muweza yote yaliyonishinda.